Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunakusaidia kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kufanya matangazo ya kusponsor, kutengeneza account mpya, kufanya setup za account za biashara, kujifunza jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor na kujifunza jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni. Kama wewe ni mgeni, bofya picha unayoiona kwenye video hii kisha bofya subscribe ili next time tunapotoa video za mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Basi bofya subscribe. Katika podcast hii utajifunza aina ya matangazo yenye mvuto unapofanya matangazo ya kusponsor ili uweze kupata matokeo mazuri. Wajasiriamali wengi wanatangaza mtandaoni bila kujua wanamlenga nani na ujumbe gani wa matangazo wa kuvutia walengwa wao sahihi ili kununua bidhaa au huduma. Katika makala haya utabaini aina ya matangazo yenye mvuto unayotakiwa kuzingatia kwa walengwa wako mtandaoni. Unapotaka kufanya matangazo ya kusponsor kwenye Facebook au Instagram ili kufanikiwa kupata watu sahihi, unatakiwa kuzingatia mambo yafuatayo. Soko lako lengwa na hadhira. Hili ni kundi fulani la watu wenye changamoto zinazofanana wanaohitaji kununua bidhaa au huduma. Baada ya kujua vizuri haswa soko lako lengwa na hadhira, kufanya utafiti kisha tengeneza ujumbe na tangazo lenye kugusa hisia za soko lako lengwa. Lengo kuu la matangazo ni kufikisha ujumbe kwa walengwa sahihi ili waweze kuchukua hatua mara moja baada ya kuona tangazo lako mtandaoni. Ujumbe wa matangazo unaweza kuwasilishwa kwa sauti, picha, maandishi au video. Changamoto kubwa kwa watu wengi kuuza bidhaa mtandaoni ni kushindwa kufikisha ujumbe sahihi kwa walengwa sahihi kwa kubandika matangazo yenye lengo la kuuza au kutangaza bidhaa. Kutangaza kwenye mitandao ya kijamii bila kujua lengo la tangazo lako ni kupoteza pesa. Swali la msingi la kujiuliza mtandaoni ni mtandao gani sahihi kwa walengwa wako? Tangazo sahihi kwa walengwa wako ni lipi? Na ujumbe sahihi kwa walengwa wako ni upi? Na kisha suluhisho sahihi kwa walengwa wako ni lipi? Aina ya tangazo lenye mvuto mtandaoni ni lipi? Tangazo linatakiwa kuwa na mvuto, vichwa vya habari vile vya kuvutia na lionyeshe kuwa linatatua changamoto za walengwa. Linatakiwa kuonyesha utatuzi wa suluhisho la walengwa wako kwa namna tofauti na si bidhaa au huduma yako. Wajasiriamali wengi wanatangaza matangazo yao kwa kuonyesha bidhaa au huduma zao. Wanasahau kuwa watu hawanunui bidhaa. Watu wananunua kile ambacho bidhaa yako inafanya. Kwa wajasiriamali wadogo na wakati, usitangaze bidhaa au huduma. Ili kufanya matangazo yako kuwa na mvuto kwa walengwa, hakikisha unazingatia mambo yafuatayo. Kwanza, tumia tangazo lenye muundo maalum unaovutia. Wakati mwingine unaweza kabisa kuweka picha isiyokuwa na maandishi au alama ya aina yoyote. Kitu muhimu zaidi ni kuonyesha ubora wa tangazo kwa walengwa wako na usuluhisho la tatizo lao. Ili kuonyesha utaalamu zaidi, professionalism, weka graphics, nembo, mchoro na maneno yenye ya mvuto kwa walengwa wako. Pili, chagua picha nzuri za tangazo zenye kuonyesha utatuzi wa changamoto ya mlengwa. Kuchagua picha sahihi ni nusu ya ushindi kwenye kuvutia walengwa. Jambo la msingi la kujiuliza kabla ya kuposti ni kujiuliza, je, picha unataka kuposti ina thamani katika kushare na walengwa wako? Kwani walengwa wako wanataka kuona vitu vizuri vyenye thamani kwa maisha yao. Mfano, picha za bidhaa au huduma ambayo inaonyesha kabla na baada ina mvuto kwa walengwa zaidi. Fikiria sana kwa makini, walengwa wako wanataka kuona na kuvutiwa na kitu gani? Walengwa wako ni kina nani? Je, wanapendelea nini? Wanapatikana wapi? Wana umri gani? Haya ni maswali muhimu ya kujiuliza kabla ya kuchagua picha au video ya kuposti mtandaoni. Tatu, usahihi wa kile unachokiposti. Bahati mbaya mitandao ya kijamii imekuwa ikitumika vibaya. Kuna lugha mbaya,
makosa ya maandishi mara kwa mara. Usiwe mvivu kupitia posti zako na kuhakikisha kama ni sahihi katika maneno, herufi na maudhui. Kabla ya kuposti, soma tena na tena kuhakikisha kunakuwa na usahihi wa maudhui, maandishi na herufi za lugha unayotumia. Hii itakuongezea heshima na mahusiano mazuri kwa walengo wako, kwa kuwa unaposti vitu sahihi vilivyohakikiwa kwa usahihi. 4. Tafuta mtaalamu professional. Ni bora kutafuta mtaalamu atakayekusaidia kutengeneza posti za matangazo zenye maudhui yenye mvuto kwa walengo wako kulingana na bidhaa au huduma yako. Unapokutana na ujumbe wenye kueleza utatuzi wa matatizo ya mara nyingi wanavutika na kutaka kujua zaidi. 6. Acha picha kwenye posti zako zijieleze zenyewe. Acha kuweka maneno mengi kwenye posti. Kama una picha nzuri yenye mvuto inaonekana wazi, kuna wakati unatakiwa kuacha yenyewe ijieleze, lakini picha inatakiwa kuwa haswa yenye mvuto kwa mlengwa. Mfano, kama unauza mashuka, maduvet, makapet, picha ya tangazo inaweza kumvutia mlengwa. Ni ile picha nzuri inaonyesha mpangilio mzuri wa chumba kilichopambwa kwa mashuka mazuri. Kama umefaidika, comment nimefaidika hapa chini. Kama hujabofya subscribe, basi bofya subscribe. Tukutane kwenye video ijayo.